Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Ngoja niseme kitu kimoja. Ngoja niwaambie kitu kimoja habari ya mitume na manabii. Amen. Anaposema mitume na manabii. Wale mitume 12. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Haleluya. Waliitwa mitume. Wale waliitwa mitume, hawakuitwa manabii wale. Hawakuitwa walimu, hawakuitwa wainjilisti, hawakuitwa wachungaji. Ila ndani ya mitume hizo huduma zote zilikuwepo. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amina. Niusikilize vizuri. Kwamba wale mitume wakati Yesu amewachagua kwa mitume, kwamba aliweka hizo roho vipawa vilikuwa ndani, mitume wote walikuwa nazo. Lakini sasa walipohubiri na kupata kanisa. Amen. Na kupata kanisa. Sasa ndani ya kanisa Bwana sasa akaweka tena roho, na wanasema kwamba alipopaa akateka mateka akawapa wanadamu vipawa ndani ya kanisa. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Ambao ndani ya kanisa sasa mkao na mitume, mkao na manabii ndani ya kanisa, wahubiri na wachungaji na walimu ndani ya kanisa. Lakini wale wa mitume na manabii ndio hao wanaozungumzia Paulo hapa. Wale mitume na manabii na wainjilisti na wachungaji na walimu ndani ya kanisa walikuwa wako chini ya mitume wakuu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amina. Kwa mitume ndio maana Paulo unakuta anatoa waraka katika kanisa, anawaambia kama tumesoma kule Matendo 20:28. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Amina. Pale Paulo alikuwa amechagua wazee. Mara kabla ya kanisa kuwa na mitume na manabii, kulikuwa na huduma ya wazee. Alichagua wazee katika kila kanisa waweze kuliangalia kanisa ili wao waendelee na kazi zingine huko. Amina. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Haleluya. Amen.